Ulimwengu wa siasa za Afrika Magharibi umeshuhudia mtikisiko mzito baada ya rais wa Senegal, Bassirou Diomaye Faye, kumfuta kazi waziri mkuu wake, Ousmane Sonko, na kuivunja serikali yote. Uamuzi huu, uliosomwa kupitia televisheni ya taifa na katibu mkuu wa kiongozi, Oumar Samba Ba, unahitimisha miezi kadhaa ya mivutano ya chini kwa chini na kumaliza ushirikiano wa kihistoria baina ya marafiki hawa wawili. Wengi wanafahamu ukaribu wa kihistoria kati ya wawili hawa. Wote walikuwa maafisa wa kodi ambao waliunda chama cha PASTEF na kupambana vikali na utawala wa zamani wa Macky Sall. Wakati Sonko, ambaye alikuwa na ushawishi mkubwa zaidi kwa vijana, alipozuiwa kugombea urais kutokana na mashtaka ya kisheria, alimuidhinisha Faye, ambaye kipindi hicho alikuwa gerezani, pamoja naye agombee nafasi hiyo. Faye alishinda kwa 54% mwezi Aprili 2024 na kumteua Sonko kuwa waziri mkuu kama fadhila na ishara ya mshikamano. Hata hivyo, ukaribu huu umevunjika hivi karibuni. Nani hasa ana sauti ya mwisho kati ya rais na waziri mkuu kwenye uendeshaji wa serikali na udhibiti wa chama tawala? Senegal inadaiwa takriban dola bilioni 13. Shirika la fedha la kimataifa IMF linataka kufanya marekebisho makali ya deni hili, hatua ambayo Sonko aliipinga vikali, huku Rais Faye akiwa mtulivu zaidi na kuonyesha utayari wa kulegeza kamba ili kuokoa uchumi. Tangu serikali hii ingie madarakani, kumekuwa na pande mbili za shilingi kwa wananchi wa Senegal. Wamefanikiwa kurejesha utulivu wa kisiasa baada ya vurugu za miaka kadhaa, wamepunguza matumizi yasiyo ya lazima serikalini, na wamekuwa mstari wa mbele kutetea rasilimali za taifa dhidi ya mikataba mibovu ya kigeni. Jambo hili liliwapa umaarufu mkubwa kama serikali ya kizalendo. Wananchi wa Senegal wamepitia wakati mgumu sana kiuchumi. Kupanda kwa gharama za maisha, uhaba wa ajira kwa vijana na kukwama kwa mazungumzo na IMF kumeifanya serikali kushindwa kutekeleza ahadi zake nyingi kwa uharaka ulitarajiwa na wananchi. Wachambuzi wa masuala ya kisiasa na kiuchumi wanaona hatua hii inaashiria mambo mawili makubwa. Kuchelewa kwa ufumbuzi wa kiuchumi. Waziri wa fedha aliyefutwa kazi alitarajia kuanza mazungumzo muhimu na IMF ifikapo wiki ya kwanza ya Juni 2026. Kuvunjwa kwa serikali kunaiweka nchi njia panda na kunaweza kuchelewesha makubaliano haya muhimu kwa uchumi wa taifa. Mtihani wa kisiasa kwa Rais Faye. Hii ni mara ya kwanza Rais Faye anasimama peke yake bila kivuli cha Sonko. Inaashiria dhamira yake ya kuchukua udhibiti kamili wa nchi kama kiongozi mkuu. Lakini inamuweka kwenye hatari ya kupoteza uungwaji mkono wa vijana wengi ambao utiifu wao upo kwa Sonko. Maoni ya wadau, wananchi, wachambuzi na wapinzani. Kauli ya Ousmane Sonko kwenye mtandao wake wa X, zamani Twitter. Sonko alionyesha kupokea taarifa hii kwa utulivu na kuandika, Alhamdulillah, sifa zote njema ni za Mungu. Usiku wa leo nitalala kwa amani katika mtaa wa Keur Gorgui. Wananchi wamegawanyika sana. Kuna kundi linalompongeza Rais Faye kwa kuonyesha msimamo, kudhibiti nchi na kumaliza mgogoro wa nani ni rais hasa. Hata hivyo, kundi kubwa la wafuasi sugu wa PASTEF wanahisi Sonko amesalitiwa na mtu aliyemsaidia kupata urais. Wachambuzi wanaonya kuwa Senegal inacheza kamari mbaya. Taifa linalokabiliwa na madeni na msoto wa kiuchumi haliwezi kumudu kuyumba kisiasa kwa sasa. Wanamshauri rais aunde serikali mpya haraka iwezekanavyo ili kuepusha hofu kwa wawekezaji na wafadhili. Wapinzani wa kisiasa, vyama vya upinzani vinashangilia uamuzi huu kwa mbali, vikiona kama uthibitisho wa kile walichokuwa wakikisema, kuwa muungano wa Faye na Sonko ulikuwa wa mihemko tu, na hawakuwa tayari kuongoza taifa kwa mshikamano, endapo wangekutana na changamoto halisi za kiutawala. Wanaona huu ni mwanya mzuri kwao kujipanga upya kuelekea chaguzi zijazo. Una maoni gani juu ya makala hii? Niandikie kwenye comment. Asante hadi wakati mwingine. Usisahau kusubscribe King Maurice kwa makala zaidi.